vita ya kiuchumi, vita ya biashara ya madini. Vita ambayo ilimkumba Dr. John Williamson, mwanajiolojia Mkanada, mwanzilishi na mmiliki wa mgodi wa Mwadui. Vita hivi vilimsumbua hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, mwana wa Afrika na rais wa Tanzania kwa wakati huo. Mapambano haya hayakuziacha salama nchi zenye ukwasi wa madini Afrika kama DRC Congo na Angola na Sierra Leone. Biashara ya madini ulimwenguni imekamatwa na familia mbili tu za Kiyahudi, moja ikielekeza kwenye madini ya dhahabu na jamii zake ambayo ndio Barrick, na moja katika madini ya almasi ambayo ndio De Beers. Hawa ndio wamiliki wa madini yote ya dunia bila kujali mipaka ya nchi yoyote walipo na kule yanakotoka madini yenyewe. Familia hii ya Kiyahudi ya Oppenheimer waliohamia Afrika ya Kusini wenye kampuni ya De Beers Group of Corporation ndiyo imejimirikisha madini yote ya almasi yaliyopo katika dunia hii baada ya kumpoka kwa nguvu umiliki wa kampuni ya Cecily Rhodes. Kuanzia madini ya India, ya Brazil, Afrika Kusini, Angola, Sierra Leone, Botswana na hata Mwadui Shinyanga hadi madini ya Siberia ni mali ya De Beers. Ustawi wa maisha ya mgodi na kushamiri kwa faida ya Dr. Williamson kuliwaudhi mno wamiliki wakubwa wa biashara ya madini ya almasi ambayo ni De Beers Group of Corporation. Almasi ya Mwadui iliingia kwa kasi sana katika soko la dunia. Jijini London, De Beers wakashindwa kumdhibiti Dr. Williamson na almasi yake. Akafanya almasi ya Afrika Kusini kushuka thamani katika soko la ulimwengu, na njia pekee iliyobaki kwa De Beers ilikuwa kumtaka Dr. Williamson aungane nao katika biashara ya almasi. Haiwezekani tukawa na madini kama haya halafu wananchi wanaozunguka migodi hiyo ni maskini wa kutupu. Ni lazima serikali tusimame na ni lazima Watanzania wote tusimame. Mkoloni na De Beers walichukia mno uamuzi wa Dr. Williamson wa kuwawezesha Waafrika wakati huo na kuufanya mgodi wa Mwadui kama Ulaya ya Afrika. Walimfrustrate kwa kukataa kuipokea almasi yake katika viwanda vya wachongaji almasi kule London, Diamond Cutting. Na mwaka 1950 serikali ya kikoloni kwa shinikizo la familia ya Oppenheimer wakataka kuutaifisha mgodi wa Mwadui ili uwe mali ya serikali ya mkoloni na si mtu binafsi. Hali hii ilimchanganya sana Dr. Williamson. Akawa mlevi wa kupindukia wa whisky ya Scotland, akawa chain smoker, na kwa sababu alikuwa bachelor hakuwa na mtu wa kumtuliza mawazo. Na mwaka 1952 mwezi March, kampuni ya De Beers ilimtuma mtoto wa kwanza wa mmiliki wa kampuni, Harry Oppenheimer, kuongea na Dr. Williamson namna ya kuuza sehemu ya hisa kwa De Beers ili aweze kuwa salama. Dr. Williamson alisita sana, akawaza jinsi wafanyakazi wake wa Kiafrika na wale aliowaleta toka Ulaya watakavyonyanyaswa. Akawaza jinsi ndoto yake ya kujenga mji wa Quebec wa Afrika inavyopotea. Na niwaombe wa Tanzania katika masuala haya ya msingi tushikamane. Tunapofika katika masuala ya maslahi ya nchi, niwaombe ndugu zangu wa Tanzania tusiwe wepesi wa kuropoka. Haiwezekani tukawa na madini kama haya halafu wananchi wanaozunguka migodi hiyo ni maskini wa kutupu. Ni lazima serikali tusimame na ni lazima Watanzania wote. Mwaka 1958 Harry Oppenheimer ndiyo akawa mwenyekiti wa mgodi wa Mwadui. Sehemu ya hisa za Dr. William aliachiwa dada yake, na kwa sababu hakuwa na uzoefu wa mambo ya madini, De Beers na serikali ya kikoloni wakawa na 50% ya umiliki wa mgodi wa almasi yote ya Mwadui. Ndoto za De Beers na familia ya Oppenheimer ikawa imetimia. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipochukua nchi mwaka 1961, baadaye aliamua kutaifisha mali zote. Akaunda STAMICO isimamie sekta ya madini.
De Beers iliwauma mno na hawakufurahishwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Waisraeli hawa wakaunda timu ya namna ya kumkomesha Julius Kambarage Nyerere. Kwanza waliweka fitina katika soko la almasi pale London. Wakazishawishi Diamond Cutting na Polishing Companies kule London zisusie kabisa almasi ya Mwadui. Mwalimu akawa mbishi na kuimarisha Tankat Diamond Corporation pale Iringa. De Beers akazidi kuweka fitna kwenye viwanda vinavyotengeneza vipuri vya mitambo iliyo Mwadui, kuanzia mitambo ya kuchimba, kusafisha na kuchambua almasi, na mwishowe vifaa vikachakaa bila kuwa na ukarabati. Uzalishaji ukapungua kwa kiwango kikubwa na almasi ya Mwadui ikapotea katika soko la dunia. Wataalamu toka nje waliokuwa katika mgodi wa Mwadui wakaondoka. Ikawa ni hasara juu ya hasara. Na mwaka 1993 De Beers kupitia Henry Oppenheimer, yule wa enzi za Dr. Williamson, alirudi Tanzania kupitia mtoto wao Nicholas Oppenheimer. Wakaishawishi serikali ya Tanzania na hatimaye De Beers Group of Corporation wakauziwa 75% ya hisa za mgodi wa Mwadui. Hatimaye ile ndoto yao ya kumiliki madini ya almasi ya dunia ikaendelea kutimia. Hao ndio De Beers, familia ya Kiyahudi ya Oppenheimer, wanaosadikika kuwa na almasi yote inayopatikana katika uso wa dunia. Hii ni mali yao. Hata almasi ya Mwadui, almasi ya Tanzania, ni mali yao. Walimsurubu Dr. Williamson, mzungu Msukuma aliyetaka mali ya ardhi ya Mwadui ilete thamani ya Waafrika na Tanganyika. Hawa ndio De Beers waliomtikisa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hawa ndio familia inayojulikana familia ya almasi duniani. Ikumbukwe kwamba ndugu zao ni hawa Barrick na familia ya Kiyahudi iliyoko Canada. Kama mnataka iwe mali yenu, sehemu kubwa ya maendeleo ya nchi yetu lazima itokane na juhudi yetu wenyewe na tuzuie watu wengine